Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari za asubuhi? Nzuri kabisa. Bana, sisi tunafurahi kuwa na wewe asubuhi leo. Asante sana, na mimi nashukuru pia kupata nafasi hii kuwa na nyinyi. Amen. Basi moja kwa moja sisi tukukaribishe. Amen. Tuweze kuingia darasani. Basi tunaweza tukafunga macho tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante mfalme wa falme kwa siku nzuri ya leo. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa umetuamsha salama, tuna nguvu, tuna uhai. Tunasema ni asante. Asante kwa mambo mema na makuu unayotendea, tunayojua na tusiyojua. Roho Mtakatifu, naomba ukae mwalimu wetu, naomba ukatuongoze, naomba ukatufundishe, na kila jambo ambalo tutajifunza likatusaidie katika maisha yetu. Roho Mtakatifu, tunaomba ukae driver yetu, kwa jina la Yesu Kristo Nazareth tunaomba. Amen. Amen. Yes, leo tutakuwa na kipindi kizuri sana, na tunaenda kujifunza namna gani ya kufanikiwa kiuchumi kupitia Biblia. Kwa hiyo kitakuwa ni kipindi endelevu. Kwa hiyo naomba tuwe kwa pamoja na tuweze kusikilizana kwa umakini sana, kwa maana kuna jambo zuri ambalo tunaenda kulijenga na kuna ufahamu mkubwa ambao tunaenda kuupata. Kwa maana neno la Mungu limetangulia kutuambia kuwa tuna kila kitu tunachokihitaji katika maisha. Tuna kila kitu tunachokihitaji katika maisha kwa kumjua Mungu, kwa ufahamu wa kumjua Mungu. Kwa hiyo kumbe tukimjua Mungu, kumbe tukiwa na ufahamu fulani, tunakuwa na kila kitu tunachokihitaji katika maisha yetu. Na hii ndio ilikuwa sala ambayo hata Paulo alituombea kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 1. Alikuwa anatuombea, Mungu, ninaomba hawa watu macho yao ya mioyo yao yafunguliwe. Yaani moyo inatumika kama akili. Kwa macho yao ya akili yafunguke, waweze kukujua, waweze kukufahamu, waweze kupata hekima. Kwa hiyo leo tumepata nafasi ya kupata ufahamu na hekima, na tunaenda kuangalia namna gani Biblia inatufundisha, namna gani Biblia inatuongoza kwenye uchumi ili tuweze kufanikiwa. Na tutaanza somo letu, tutaanza kwa kuangalia hofu. Ni namna gani tunaweza tukaishinda hofu ili tuweze kufanikiwa kibibilia. Kwa maana neno la Mungu linatuambia dhahiri kuwa ili tuanze kupiga hatua ya kwanza ni lazima tuishinde hofu. Ninaomba tutasoma kitabu cha Waamuzi mlango wa 7 mstari wa 2 na mstari wa 3. Kuna jambo hapa nataka tuliangalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Waamuzi mlango wa 7 mstari wa 2 na wa 3. Neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Gideon, watu hawa walio pamoja nawe ni wengi mno hata nikawatie Wamidiani katika mikono yao. Wasije Israeli wakajivuna juu yangu wakisema, mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. Mstari wa 3. Basi sasa enda tangaza habari masikioni mwa watu hawa na kusema, mtu awaye yote anayeogopa na kutetemeka na arudi aondoke katika mlima wa Gilead. Ndipo watu 22,000 wakarudi katika watu hao, wakabaki watu 10,000. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunaona hapa kuna jambo lilikuwa lataka kuanza. Huenda wewe unataka uanze safari yako sasa kufanikiwa kiuchumi. Hawa walikuwa wanataka waanze safari yao ya ukombozi. Kuwa sasa ndo wanaanza kujipanga, wanaanza kuweka mikakati na mipangilio. Wakawa wamekusanyika watu 32,000. Na katika hao watu 32,000 wanahitaji msaada wa Mungu ili waweze kwenda kufanikiwa. Sawa sawa na mimi na wewe leo hii tunasikiliza hiki kipindi ili tuweze kupata msaada wa Mungu na tujue tutaupataje. Sasa kuna jambo la muhimu sana nataka hapa tulione. Kwa maana Mungu anamwambia Gideon, katangaze masikioni mwao, mtu yoyote anayeogopa na kutetemeka na arudi nyumbani. Kwa hii safari ambayo anataka aanze, hapana, arudi nyumbani. Mkakati wa kiuchumi, hii mikakati yote anayotaka kuiweka, hapana, iache, arudi nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu mimi Mungu sifanyi kazi na mtu yoyote anayeogopa. Mimi Mungu sifanyi kazi na mtu yoyote anayetetemeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hapa hivi unaona wazi kabisa kuwa Mungu anawaambia, okay, sasa hivi mmejikusanya watu 32,000. Yoyote anayeogopa na kutetemeka na arudi nyumbani. Kwa maana Mungu hayuko tayari kufanya kazi na mtu yoyote anayeogopa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiangalia kwenye kitabu cha Joshua 1, Joshua mlango wa 1 mstari wa 9, Biblia inasema kuwa, je, sijawaamuru, have I not commanded you?
Kumbe ni amri ya Mungu. Mungu ametuamrisha kuwa tusiogope. Ni amri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kama tunavyoambiwa tusiibe, tusiue, tusizini, tusiseme uongo, pia Mungu ametuamrisha tusiogope. Amen. Tusiogope. Kwa hiyo ni lazima tujue ndani yetu kuwa tukiogopa, muda wote tunapoogopa, Mungu anakuwa yuko tayari kufanya kazi na sisi. Naomba tutasoma tena mstari ambao uko very famous kutoka Isaya 41 mstari wa 10. Isaya 41 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema Isaya 41:10, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hapo unaona Mungu anajaribu sasa kutuambia kuwa usiogope. Kwa nini tusiogope? Anatupa sababu moja, na hii sababu ni muhimu sana ambao watu tunaisahau. Anamwambia usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Amen. Yaani kila saa nikikaa hivi natakiwa niwaze kuwa Mungu yuko pembeni yangu. Amen. Kuanzia nimeamka, mchana, jioni, navyoenda kazini, navyoenda kuuza vitu, navyoenda kufanya jambo lolote, Mungu yuko pamoja na mimi. Anaendelea kusema usifadhaike kwa kuwa mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Sasa hili ni jambo ambalo tunatakiwa tuliangalie. Tukisoma neno la Mungu lina vitu vitatu. Lina ahadi, lina kanuni na lina unabii. Kwa utaona neno la Mungu lina ahadi. Ahadi ni kwamba Mungu anatutia nguvu, Mungu atatusaidia, Mungu atatushika kwa mkono wake wa kuume. Ila kuna kanuni ya kupata hii ahadi, au condition au principle. Kanuni ya kupata hii ahadi ni nini? Usiogope na usifadhaike. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa hapa hivi kuna unabii unatolewa kuwa nisipoogopa, nisipofadhaika, Mungu atanisaidia, Mungu atanishika mkono, Mungu atakuwa pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huu mstari ili tuweze kuuelewa kwa undani zaidi, napendaga kuambia watu wasome Biblia in the opposite way, kuwa ogopa, mimi Mungu sintakuwa pamoja na wewe. Fadhaika, mimi sintakuwa Mungu wako. Sintakutia nguvu, sintakusaidia, sintakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana tunajua kabisa kuwa Mungu ametuambia usifanye hivi, usipofanya hivi nitakusaidia. Sasa watu wengi tunasoma hili neno, lakini bado tunashindwa kwenda sambamba na hili neno. Kwa Mungu amesema usiogope, usifadhaike. Lakini hili ni jambo ambalo lasumbua Wakristo wengi, kuogopa na kufadhaika. Hata makanisani tu unaweza ukaona mtu anaenda kanisani analia sana, anafadhaika. Si jambo la kimungu. Mungu hataki tufadhaike. Kwa maana anataka tujue kuwa yeye yuko pamoja na sisi. Na kama yeye yuko pamoja na sisi, basi tunaweza mambo yote kupitia anayetutia nguvu. Basi sisi ni washindi na zaidi ya washindi. We are reigning with Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Mungu anatusisitiza kuwa tusiogope, kwa maana yeye yuko pamoja nasi. Unavyoanza kuweka hiyo mipangilio yako, kuwa sasa hivi ninaenda kuanzisha hili jambo langu la kiuchumi, weka mkakati wa juu kabisa. Yaani weka mpango ambao unajua kabisa mpango nikiufanya nitafanikiwa sana. Hata kama unaona ni zaidi yako, uweke huo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi, siko peke yangu. Mimi peke yangu ningeweza kufanya labda biashara yenye mtaji labda wa 100,000. Lakini sasa hivi kwa sababu nina uhakika kuwa kuna yeye niliye naye, nina yeye niliye naye ambaye anamiliki vitu vyote, dunia na vyote vijazavyo ni mali yake. Yeye yuko na mimi. Kama kweli yuko na mimi, na kama kweli akili yangu inatazama kuwa niko na Mungu, ana resources zote, kwa nini niweke mpango mdogo? Basi nitaweka mkakati mkubwa sana. Na huo mkakati mkubwa sana ninajua yeye ndo atakayeenda kunishindia. Amen. Kwa maana yeye yuko na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba tusome mstari kabla tujasonga mbele. Tutasoma Kumbukumbu la Torati 20 mlango wa Kumbukumbu la Torati mlango wa 20 mstari wa 1 hadi wa 4. Kumbukumbu la Torati mlango wa 20 mstari wa 1 hadi wa 4. Naomba hapa tuangalie mstari kwa umakini sana.
Neno la Mungu linasema, utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Mstari wa 2, na iwe msongeapo mapiganoni, kuhani na akaribie na kusema na watu. Mstari wa 3, awaambie, sikizeni enyi Israeli, hivi leo mwasongea mapiganoni juu ya adui zenu, mioyo yenu na isizime, msiche wala msiteteme, wala msiingiwe na hofu kwa ajili ya wao. Mstari wa 4, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamae kwenda kuwapigania juu ya adui zenu ili kuwaokoa ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Kwa hiyo hapa tunaona sasa Mungu anatueleza jambo moja la ajabu sana. Mstari wa kwanza tuliona kuwa Mungu hayuko tayari kufanya kazi na mtu yoyote anayeogopa. Sasa hapa kuna jambo lingine Mungu anatuambia. Mungu anatuambia sasa tunapotoka kwenda vitani. Kumbuka hawa watu sasa hivi sasa wameshajipanga. Tumeshaweka sasa mkakati wetu wa kibiashara. Bwana, mimi ninaenda kufungua kiwanda. Ndio nimekaa nimefanya planning. Si ndio? Yes. Kuna jambo ambalo nimelitazama kwa nikifungua kiwanda nitafanikiwa sana. Sasa Biblia inasema napotoka kwenda vitani. Sasa ninapotoka kwenda kusema sasa ndo nakianzisha hiki kiwanda sasa physically. Unapotoka kwenda vitani kupigana na adui zako au kushindana na watu wengine, kwa maana kuna watu tayari wana hivyo viwanda na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe. Yani unapotoka kwenda kutaka kuanzisha hiyo biashara na kuona wengine tayari wana hii biashara ni kubwa kuliko ya kwangu, tayari wana experience, tayari wana ofisi nyingi, yani tayari wana a lot of resources. Wamesha nitangulia mbali. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema ukitoka na kuona hivyo na kuona kuwa au adui zako au washindani wako, ukiona kuwa wana farasi, yani wana resources, wana magari, wana watu wengi kuliko wewe, usiwaogope. Anakusisitiza tena usiwaogope. Kwa hiyo kwa sababu tayari nimeona huyu mtu ana viwanda vingi, labda na tayari ameshajenga kiwanda chake kimeanza production, mimi hata bado sijaanza. Mungu anaambia Carlson, usiogope. Yani usiogope. Usiogope. Kwa nini? Kwa maana Bwana Mungu wako yu pamoja na wewe. Yani anakuambia kwa sababu mimi Mungu niko pamoja na wewe. Sasa kama mimi Mungu niko pamoja na wewe, wewe usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Na anajaribu kukukumbusha kuwa aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Kwa hiyo alikuwa anawakumbusha kuwa mimi, kumbuka, niliwatoa Misri na niliwatoa kwa ishara na ajabu. Haikuwa kwa uwezo wenu. Yani Mungu anachojaribu kuwaambia hapa kwenye mstari ni kitu kimoja. Nyinyi mlivyotoka Misri hamkutoka kwa uwezo wenu. Kwa hiyo hata sasa hivi unapoenda kufungua hiki kiwanda, hautafungua kwa uwezo wako. So wewe ambao utakifungua. Ila mimi Mungu kuna kitu kimoja nakitaka kwako. Nataka kuona ujasiri. Amen. Nataka kuona kwako ujasiri. Sitaki kuona hofu. Nataka kuona ujasiri. Na kuna kitu kimoja ambao Wakristo kitu kimoja ambao Kristo wameshindoga kukielewa tunapofundishwa kuhusu hofu makanisani. Watu wanategemea kwa sababu nimefundishwa nisiogope na niwe jasiri, basi nikitoka kwenda kufungua kiwanda sintaona wapinzani. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanaona kwa nikitoka nikienda nitakutana na njia imeshanyooka na nitafanikiwa kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi. Hapana. Mungu anachokitaka, anataka wewe utoke uone hao maadui ni wengi kuliko wewe, wana mafarasi, wana magari ya vita, wana watu wengi, alafu sasa usiogope. Yani Mungu anachokitaka ni kuona wewe hauogopi. Sio kwamba Mungu anakuambia usiogope kwamba hutakutana na hivyo vitu. Ndio. Usiogope lakini hivyo vitu utakutana navyo. Maana wengi mentality kwa sababu Mungu amesema tusiogope, basi tunajua barabara itakuwa nyeupe tu. Ndio. Na itakuwa imenyooka hivi, mimi nitapita tu. Kumbe tutakutana na hayo makorogation, tutakutana na hao maadui. Lakini tujikumbushe kwamba Mungu yupo na mimi, nisiogope. Kwa hiyo Mungu anakuambia hawa maadui utawaona. Na lengo la kuona hawa maadui ni ile wa kuingizie hofu. Lakini wewe usiogope. Usiogope. Wewe ukiwaona endelea kuwafata. Endelea kufanya
kumbuka sasa, si wewe ambao utaenda kuwashinda. Mungu ndo atawaondoa. Amen. Sawa. Amen. Kwa hiyo Mungu hataki kuwaondoa wale maadui kabla hujawaona. Yeye ndo atawaondoa. Kumbuka hili jambo moja. Lazima tuwaone. Kwa sisi Mungu ndo ataondoa maadui, ila Mungu anataka sisi tuwaone. Na anavyotaka sisi tuwaone, hataki tuogope. Kwa hiyo Wakristo wengi sehemu ambao wanashindwa kuelewa hii point ni sehemu moja. Wanajua kabisa kuwa Mungu ndo atatupigania. Hilo jambo watu wengi tumelelewa kuwa Mungu ndo atatupigania. Kwa hiyo wana expect kuwa tukienda sehemu Mungu atakuwa ameondoa maadui. Yani tutakuwa tuko kwenye njia fulani hivi ya mafanikio. Kumbe kuna mtihani, kuna number 1 test ambao Mungu anakupa kabla hajawaondoa. Anataka kuona, je, we ni jasiri? Hauogopi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni mtihani wa kwanza. Kwa hiyo usije ukaexpect kuwa hautaona hao maadui, utawaona. Ila Mungu ana demand kuwa tusiogope, kwa maana hiyo ni amri yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kuna watu wengine unaweza ukaona kuwa mbona watu hawana changamoto kwenye maisha yao. Ni kwa sababu hawajai hata kuchukua hatua ya kwanza ya kusema kuwa naenda kuface maadui. Wanategemea kuwa au maadui hawata kuwepo. Kumbe Mungu anataka tuchukue hatua kwanza, tuende tuwaone, na tukiwaona tuwakimbilie kama Daudi alivyomkimbilia Goliath. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeye Daudi alivyomkimbilia Goliath na kuonyesha ule ujasiri wake. Sio sasa Daudi ambaye tena anamuua Goliath. Ni Mungu ndo anamuua. Kwa hiyo Daudi angempiga Goliath ile jiwe, hata kama naamini, hata kama lingekuwa ni la kifua, bado Goliath angezimia tu na kuanguka akatwe kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kilichokuwa kinahitajika ni ule ujasiri. Ni ule ujasiri. Mungu anataka aone ujasiri wako. Amen. Tukisoma Biblia, utaona kila sehemu adui anachojaribu kukifanya ni kukuonyesha wewe maadui ili upate hofu. Adui anajaribu kukuonyesha mawimbi, anajaribu kukuonyesha upepo, anajaribu kukuonyesha wanefili. Anakuambia angalia nchi ya ahadi kwanza ndo imejaa wanefili. Je, utajiona we ni panzi au utakumbuka ulionaye? Je, ukiona upepo utaendelea kumtazama ulionaye au utaangalia ule upepo useme sasa hivi narudi nyumbani nazama? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo adui anachotakaka kukifanya ni kukuonyesha, yani kukujaza hofu. Anataka tu akujaze hofu. Ndo adui alivyo. Biblia inasema adui yetu ni kama simba angurumaye. Ni kama simba anayefanyaje? Anayenguruma. Lakini utaona Biblia inakwambia kuwa huyu simba ananguruma ila ameshang'olewa meno. Sasa embu tutafakari. Kuna simba ananguruma lakini hana meno. Lengo la simba kunguruma, kwa maana mimi pia mimi namiliki kampuni ya utalii. Kwa hiyo nina knowledge kwenye masuala ya wanyama. Simba akinguruma anajaribu kuinstill hofu. Ukiingia hofu uanze kukimbia, anajua wewe ndo the weakest. Kwa hiyo anakukimbiza. Anajua huyu ndo chakula sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata simba akiwa yuko kwenye hatari amezungukwa, anangurumaga, anaangalia. Wamasai kuna muda wanamzunguka simba ili wamuue, mamoran. Kwa hiyo simba akishazungukwa anaanza kunguruma na waangalia wote. Yule ambaye ataonyesha kama anaogopa anasema hapa ndo mlango wangu wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inatuambia adui yetu ni kama simba anayenguruma lakini hana meno. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwe jasiri. Kwa hata kama huyu simba akitufuata akitaka kutungata, amna impact. Mtoto mdogo akikungata kwa sababu ana meno anakuwa tu ni kama anakutekenya. Kabisa. Kwa hiyo haiwezekani huyu adui akatudhuru kama hatutaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu adui anachokitaka ni sisi tuogope, tukimbie, turudi nyumbani, tusifanye hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kazi yake kubwa ni kutujaza sisi hofu. Naomba tusome Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 7. Ni mstari ambao uko very famous. Neno la Mungu linasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Biblia inasema Mungu hakutupa roho ya hofu, ila ametupa roho ya nguvu, upendo na akili timamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kuna jambo hapa nataka nikuonyeshe. Kwa hiyo Biblia inavyosema Mungu hakutupa, inamaanisha ukiwa na hofu kuna sehemu umepewa. Aha. Yani hofu haitoki kwako. Hofu kuna sehemu umepewa, ni zawadi ambayo umepewa ukapokea. Mungu hakutupa,
Nikimwambia sasa hivi Madam Zakia, mimi sikukupa hii simu, inamaanisha kuna mtu mwingine alikupa hii simu. Sasa ni nani huyu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanadamu walipokea hofu mara ya kwanza ni bustanini. Kwa hiyo Adam alipotenda dhambi, au Adam alipomsikiliza adui, kitu ambacho shetani alimzawadia Adam kwa kumtii ni alimpa roho ya hofu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona tu baada ya Adam kutenda dhambi, Mungu anapoanza kumuita Adam, Adam, Adam uko wapi? Adam anasema nimekusikia nikaogopa. Mungu kwa hiyo yani nimekusikia nikaogopa. Ndio mara ya kwanza Adam ana display hofu. Anaonyesha kuwa kuna hofu nimeipata. Sasa hii hofu huwa inatoka kwa adui. Adui ndo anatupa sisi roho za hofu. Na hofu ni roho. Yani hofu ndo roho ambayo itafungua mlango wa wewe kutokufanikiwa, ya wewe kupata hasara. Hofu ndo roho ya kwanza ambayo adui atamwekea mtu, ili kwa maana kazi ya roho ya hofu ni kufungua milango ili roho nyingine sasa ziingie, labda hasara, kutokuweza, kutokufanikiwa na vitu vyote hivyo vingine vinaingia baada ya hofu kufungua mlango. Hakuna roho ya adui, hakuna roho ya giza inaweza ikamshambulia mtu kabla hofu haijafungua mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo adui, kitu cha kwanza ili aweze kumshinda Mkristo yoyote, ataanza kuinstill fear, ataanza kwanza kumjaza hofu. Na tuangalie hii hofu ambayo tumejua ni zawadi kutoka kwa shetani. Ukiwa nayo ni jambo gani linaweza likatokea? Tutasoma Waebrania mlango wa 2 mstari wa 14 na 15. Waebrania mlango wa 2 tutasoma kuanzia mstari wa 14 hadi mstari wa 15. Kuna jambo hapo tutaliona. Neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hapa tunaona kuwa Yesu alimshinda Ibilisi aliyekuwa na nguvu ya mauti. Ila sasa kuna kitu ambacho Mungu anajaribu kutuonyesha. Anatuambia ili awaache huru. Kuna watu ambao wanatakiwa waachwe huru, ambao maisha yao yote, so mwezi mmoja, so mwaka mmoja, so miaka miwili, kwa hofu. Kwa nini? Kwa hofu walikuwa katika hali ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe ukiwa na hofu, maisha yako yote, so miezi mitatu, so miezi 6, so miezi 9, maisha yako yote unaweza ukawa katika hali ya utumwa. Ni utumwa gani ambao unao katika maisha yako? Ni utumwa gani? Unaweza ukaanza sasa hivi kujievaluate. Ni utumwa gani ambao niko nao? Nina utumwa labda wa kifedha, nina utumwa gani? Ni kitu gani ambacho kimenyeka mimi nikao mtumwa? Ni magonjwa? Ni kitu gani? Hadi leo hii nimekuwa mtumwa wa kupanga, wa kukaa upangajini. Nimekuwa mtumwa wa nini? Kwa nini mimi ni mtumwa? Biblia imekupa jibu kwa nini wewe ni mtumwa. Kwa nini wewe ni mtumwa? Kwa sababu Biblia inakwambia kitu pekee ambacho kinakuweka kwenye huo utumwa ni hofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu pekee ambacho kinakuweka kwenye huo utumwa ni hofu. Hata wana wa Israel, kuna jambo la ajabu Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Kutoka, utaenda kujisomea mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 3 hadi wa 7 pale. Utaona Biblia inakwambia basi wana wa Israel walikuwa na uzao sana. Walikuwa wanaongezeka kwa kasi sana, na walikuwa wana nguvu. Na walikuwa wana nini? Wana nguvu. Farao akasema, akaitisha kikao, akaitisha watu wake, akasema wana hawa wa Israel wana uzao sana, tena ni wengi, na wana nguvu kuliko sisi. Basi tuwatende kwa akili. Angalia, adui anakiri kitu kimoja. Hawa wana nguvu kuliko sisi. Yaani wana wa Israel wana nguvu kuliko sisi. Sasa swali ni je, kama wana wa Israel walikuwa wana nguvu kuliko adui, kwa nini walibaki katika utumwa miaka 400? Yaani mtu ambaye amekuweka katika utumwa anakaa kikao na kamati yake, anasema unajua hawa watumwa wana nguvu kuliko sisi, na ni wengi, yani wana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuwatende kwa akili.
tuwatende kwa nini? Kwa akili. Sasa pale kwenye adui anapotaka kukutenda kwa akili, adui anajua kabisa kuwa Biblia ikisema wana wa Israel inamaanisha pia mimi na wewe. Kwa maana Biblia inasema kwa kuwa sisi kwenye Wagalatia, Biblia inasema kwenye Wagalatia 3:26 hadi 29 na Warumi 2:28 hadi 29. Inasema kwa kuwa sisi tumemwamini Yesu Kristo, kwa njia ya imani tumefanyika wazao wa Ibrahim. Yaani na sisi tumekuwa wana wa Israel. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi na wewe ni wana wa Israel kiroho. Kwa hiyo Biblia inajaribu kutuonyesha kuwa wana wa Israel walikuwa wana nguvu kuliko maadui zao. Yaani mimi na wewe tuna nguvu kuliko maadui zetu. Wewe ambao unataka uende kufungua hiyo biashara, una nguvu kuliko adui yako. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Ila adui anataka akutende kwa akili. Anakutendaje kwa akili? Anaanza kukungurumia. Anajua kabisa huyu mtu mimi simwezi, sina hata njia. Kumbuka adui yetu alikuwa na nguvu ya mauti, lakini ameshaharibiwa. Kwa hiyo hana meno. Ndio maana nikakwambia sasa hivi adui hana meno. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Waebrania tumeona kabisa kuwa yeye alikuwa na nguvu ya mauti, lakini akaharibiwa hiyo nguvu. Hiyo nguvu Yesu Kristo akamnyang'anya. Kwa hiyo huyu adui hana meno. Anachojaribu kukifanya ni kukungurumia tu, kuhakikisha kuwa wewe unaingiwa na hofu. Ukishaingiwa na hofu, basi hautaweza tena kufanya lile jambo. Kwa nini hautaweza? Kwa sababu Mungu hatakuwa pamoja na wewe. Yaani adui anachojaribu kufanya ni kutafuta njia ya kumfanya Mungu asiwe na wewe, msaada wa Mungu usiwe juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ni namna gani ya kushinda hofu? Tumeelezana sana na tumeona kabisa kwa hii hofu si kitu cha, ni kitu, yani ni roho ambayo tunatakiwa tuishinde. Sasa ni namna gani mimi na wewe tunaweza tukaishinda hofu? Tumeona kabisa kuwa hofu mtu anaipata kwanza amezaliwa. Biblia inasema uhai wa mwanadamu uko kwenye damu. Sasa kama Adam alipokea hiyo zawadi ya hofu kwa kutenda dhambi, na tunajua kabisa sisi wote ni wazawa wa Adam. Yaani mimi Carlson, damu yangu ina umri mkubwa kuliko mimi, kwa sababu damu yangu ni damu ya baba yangu, damu ya baba yangu ni damu ya baba yake. Ndio maana tunaona kuwa uovu ule unapitaga kwenye damu, dhambi zinapita kwenye damu. Sasa hii hofu mwanadamu yote anazaliwa nayo. Mtoto mdogo akizaliwa anakuwa hajui kuongea, lakini ukitaka kumwangusha anaogopa. Ukitaka kumwangusha anaogopa. Akisikia sauti kubwa anaogopa. Kwa nini ana hofu? Ni kwa sababu hofu tunaipata kwa kuwa sisi ni wazawa wa kuna mahali tumeirithi. Kuna mahali tumeirithi. Asante sana. Kuna sehemu tumeirithi. Sasa namna gani ya kushinda hofu? Ni namna gani tunaweza tukashinda hofu? Kitu cha kwanza ni ujue ujasiri unatengenezwa. Mimi na wewe tunatakiwa tujue kuwa ujasiri unatengenezwa. Hakuna mtu anazaliwa jasiri. Kwa hiyo tusiangalie movie tukadanganyika. Kwa maana unaweza kaangalia comedy kwa huyu mtu ni jasiri alafu yeye ni sterling, ukajua kuwa anaweza tu nikawa jasiri. Hapana. Ujasiri unatengenezwa kwa kujua ukweli fulani. Kuwa ukishajua kuwa mimi Carlson nikishajua kuwa mimi mwenyewe nimezaliwa nina hofu. Kama hofu iko ndani yangu, ni lazima nitoe hii hofu. Kwa hiyo ninatakiwa nitengeneze ujasiri. Ujasiri tunautengeneza kwa kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo namna gani unaweza ukashinda hofu? Unaweza ukashinda hofu kwa kutengeneza ujasiri kwa kusoma neno la Mungu. Ndio maana Mungu anasema, "Je, neno langu si kama nyundo?" Kazi ya nyundo ni nini? Nyundo inatumika kwenye ujenzi, kwenye kujenga na kwenye kubomoa. Kwa hiyo neno la Mungu laweza kubomoa hofu na laweza kujenga ujasiri. Mungu anaendelea kusema, neno langu linaweza kukujenga na kukupa urithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kumbe neno la Mungu ndo tunatakiwa tulitumie ili tuweze kujenga ujasiri. Leo hii mimi nimejua kuwa ninaweza mambo yote. Biblia inasema naweza mambo yote, na ndo ukweli kuwa naweza mambo yote. Ila nikitoka nje sasa hivi siwezi tu nikasema kuwa naenda kuanzisha kampuni ya kushindana na Bakresa. Kwa nini? Kwa sababu bado ndani yangu nitakuwa na hofu. Kwa sababu hiyo hofu ni kitu ambacho tumerithi. Kwa hiyo ni lazima nianze kwanza kudeal nayo. Yaani ni lazima nijieleze ukweli. Kwa Carlson, sikiliza. Utabaki tu na ndoto za hewani.
Unatakiwa uanze kwanza kwa kushinda hii hofu. Anza kwa kudeal nayo. Anza kwa kusoma neno la Mungu mpaka ili neno likuvae kama roho. Unajua sasa hivi siwezi tu nikasema mtu ambaye labda ana miaka 50 amedanganya mara moja. Hatuwezi kusema huyu mtu ana roho ya uongo. Ila kama mtu anadanganya kila siku ndio tutasema kuwa ana roho ya uongo. Kwa hiyo ili neno la Mungu lavosema Mungu yuko pamoja na wewe, unaweza kila siku, ili liweze kuwa roho ndani yako. Haibidi tu so tu unatakiwa tu kulisoma. Unatakiwa ulisome kila mara na uwe unalitafakari, ndo litajijenga ndani yako. Amen. Yani sasa ndo hii hofu itaisha. Yani hofu itabomoka na ujasiri utajijenga ndani yako. Kwa huyu mtu anaanza kabisa, mimi sasa hivi ninaweza kufungua kiwanda, ninaweza kufungua kampuni, iwe ni ya mabasi, kampuni iwe ni ya mitandao ya simu, kampuni yote, naweza kufanya kila kitu kupitia yeye anitiaye nguvu. Neno la Mungu lavosema hivyo, huo ni ukweli. Amen. Lakini sio ukweli kwenye maisha ya Kristo. Kwa sababu hatujajua namna gani ya kuuchukua huu ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa tunaweza kufanya mambo yote kupitia yeye anayetutia nguvu. Kwa hiyo kumbe kuna yeye ambaye anatutia nguvu. Kuna yule ambaye yuko pamoja na sisi, ambaye anatuwezesha sisi kufanya mambo yote. Ila sasa ni lazima huyu mtu tumtafute kwa kusoma neno lake. Biblia imesema Mungu ni neno. Mungu ni neno. Yes. Kwa hiyo ni lazima tusome neno lake kwa bidii, kwa kulitazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ili tuweze kujenga ujasiri wa kwenda kufanikiwa katika hiyo biashara unayoenda kuianzisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia pia kitabu cha Joshua 1. Joshua mlango wa 1 mstari wa 9. Ni mstari ambao ninaupenda sana. Tunaweza tukasoma kuanzia 6 mpaka 9. Neno la Mungu linasema, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunaona hapa neno la Mungu linavyosema, linatusisitiza kuwa kitabu hiki cha Torati, yani neno la Mungu, kitabu cha Torati inamaanisha neno la Mungu au Biblia ulionayo, isiondoke kinywani mwako, bali itafakari, isome maneno yake usiku na mchana, uangalie kutenda sawa sawa na yote yaliyoandikwa. Kwa nini? Kwa maana ndipo utakapofanikiwa, ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Mungu anasema yeye ameshatuamuru. Yeye ameshatuamuru tuwe hodari na ushujaa, tusiogope wala tusifadhaike. Tusiogope wala tusifadhaike, kwa maana yeye yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo ni lazima tujue kuwa ni amri ya Mungu kutokuogopa na kutokufadhaika, kwa sababu kila mara tunatakiwa tujue yeye yuko pamoja na sisi. Yeye ndo atakaye tufanikisha. Ila ujasiri tutautengeneza kwa kuhakikisha kuwa Torati haitoki kinywani mwetu. Torati haitoki kinywani mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tutajenga huu ujasiri wa kwenda kufanikiwa kwenye kila kitu ambacho tunakifanya. Wow. Mambo ni mazuri. Jamani, utajiri tunautaka? Ya, utajiri tunataka. Mwalimu yuko ndani. Unajua tunasikilizwa na watu wengi. Mimi nilikuwa na maswali mengi sana wakati anazungumzia kuhusiana na hofu. Kwa sababu hofu kikawaida, hata wanaosoma psychology, yes, wanafundishwa hofu iko kwenye sehemu mbili. Kuna hofu physically na mentally. Hofu ya physically ndio inasababisha matendo ya mentally ambayo
mwili saa zingine unaweza ukaambiwa kwa nini umefanya hicho, ukajikuta baada hata sio mimi ndo nilifanya hivi kweli. Nilikuwa najiuliza kwa nini Mungu ameachia hayo matendo pia, kwa sababu Biblia ni pana. Ukisoma unakuja kugundua kwamba hii miili inaharibika. Mimi ninachojiuliza kwa nini aliachia ama aliruhusu tuwe na hofu? Sawa, ni swali zuri sana. Sasa Mungu hakuruhusu sisi tuwe na hofu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni jambo ambalo Mungu hataki kabisa sisi tuwe nalo. Ndio maana kwenye Biblia ili tuweze kuishinda hofu kuna mistari 365. Hivi si tunajua kitu gani kingine ni 365? Ni siku ambazo ziko katika mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu amekupa mstari kila siku wa kusoma ili uishinde hofu. Si mapenzi ya Mungu sisi tuwe na hofu. Ila hofu ilikuja kwa sababu wanadamu tulimtii adui. Kumbuka Biblia inavyosema kwenye kitabu cha Mwanzo, labda Mwanzo wakati Mungu anaumba, Mwanzo siku ya 6 wakati Mungu anamuumba mwanadamu. Biblia inasema Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Yaani alituumba sisi wote kiroho. Kwa hiyo sisi wote tulikuwa tumeshaumbwa na tuko ndani ya Adam. Adam alivyotenda dhambi ni sisi wote tumetenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio kwa ni mapenzi ya Mungu sisi tuwe na hofu, ila ni kwa sababu tulitenda dhambi sisi tukafungua mlango, adui akatuzawadia iko kitu. Adui akapenyesha kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu kwa kuwa anatupenda akatuletea dawa. Yaani kama leo hii unavyoenda kwa daktari kwa sababu una malaria. Mungu akaona huyu mwanadamu ana hofu. Sasa hivi ngoja nimpe dozi. Akatupa mistari ya kutosha. Soma hili neno. Ukilisoma hii hofu itakuachia. Hii hofu tutaibonda mpaka iishe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo si mapenzi ya Mungu, na Mungu anataka sisi tuwe jasiri, na amefanya kila kitu katika uwezo wake ili sisi tuweze kuwa majasiri. Mungu amefanya kila kitu katika uwezo wake, pamoja na kumshinda kabisa adui. Pamoja na kumshinda adui. Yaani Yesu Kristo akiwa msalabani alivyosema sasa imekwisha, alikuwa anamaanisha vitu vitatu. Alimaanisha, yani neno imekwisha kwa Kiyahudi ni tetelestai. Inamaanisha vita nimewapigania, sasa tumeshinda, nyinyi mnatembea katika ushindi. Kwa hiyo mimi na wewe tunatembea katika ushindi. Jambo la pili ambalo inamaanisha kibiashara ni kwamba deni lako lote nimekulipia, sasa hudaiwi. Na inamaanisha kimahakama kuwa kifungo chako chote, wewe ulikuwa ni mtumiwa na ukakutwa kuwa uko guilty, ila kifungo chako chote nimekitumikia mimi, sasa hivi wewe uko huru. Kwa hiyo Mungu amefanya kila kitu katika uwezo wake kumshinda adui ili sisi tusiwe na hofu. Ila jambo ambalo Mungu amelifanya, ametuwekea sisi sasa tulichukue. Ni kazi yetu sisi tulichukue, tulikubali. Na tunakubalije hii kazi ya Kristo ambayo imekamilika? Tunaikubali kwa kubadilisha fikra zetu. Tunaanzaje kuzibadilisha hizi fikra zetu? Kwa kusoma neno lake. Kwa usiogope Carlson. Neno la Mungu linavyoniambia nisiogope ni ili tu kunijenga katika my subconscious mind na my conscious mind, kwenye akili. Yaani sitakiwi kuwa na hofu, kwa nijenge ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Why the Bible kwenye kumcha Bwana, in English inasema, kwa mfano Zaburi ya 111 mstari wa 10 unasema kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, wote wafanyao hayo wana akili njema. Sifa zake zakaa milele. In English inasema the fear of the Lord is the beginning of wisdom, a good understanding have all they that do his commandments, his praise endureth forever. Kwa nini kumcha Bwana? Kwenye Kiingereza wameandika kama fear na Kiswahili ni kumcha, na kwenye kuogopa ina address fear as fear na sio kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Swali lako ni zuri sana. Kwa nini Biblia inasema the fear of the Lord? Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua wakati kwenye Biblia kuna maneno ambayo yana maana pana zaidi. Na kuna healthy fear na kuna fear ambayo haiko healthy. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Sasa kwenye hilo neno fear, kama napendaga sana nikiwa nasoma Biblia niwe ninasoma pia kupitia concordance.
Concordance inaonyesha lile neno la Kiyahudi ambalo ni originally lilitumika pale. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni lile neno ambalo la Kiyahudi ambalo lilitumika pale, lenye actual meaning. Yaani haimaanishi kuwa fear ya ambao tunaongelea hapa kama hofu ambao najaribu kuwafundisha kuwa tusiogope. Bwana Yesu asifiwe. Ile inamaanisha kama ile kumheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ile kumheshimu Mungu ndo mwanzo wa hekima. Ndio maana Kiswahili wakaiaddress as ndio maana kwa Kiswahili wakaweka kama kumcha Bwana. Yaani na Kiingereza pia kuna muda unatakuwa ukisoma Biblia penda kusoma kwa lugha tofauti. Kwa maana labda sasa hivi nikikuuliza mchawi kwa Kiingereza anaitwaje? Unaweza ukaniambia labda ni witch. Nikikwambia sorcerer utaniambia witch. Nikikwambia labda wizard utaniambia witch. Nikikwambia labda nani, yani kuna maneno mengi lakini tafsiri yake ni neno moja. Kwa hiyo ni lazima wakati tunasoma Biblia tujaribu kuisoma kwa upana. Mungu hamaanishi kuwa tumuogope. Hapana. Ndio maana utaona neno lake lasema njooni kwenye kiti changu. Nifuateni mimi, njooni kwangu kwa ujasiri. Kwa nini? Kwa ujasiri. Njooni tusemezane. Njooni katika kiti changu cha rehema kwa ujasiri. Mungu anataka sisi tuwe na ujasiri hata wakati tunamfuata yeye. Kwa hiyo so kwa Mungu anataka sisi tuogope. Bwana Yesu asifiwe. Ila ni lazima tuweze kubalance. Kuwa wakati tunamfuata kwa ujasiri haimaanishi kuwa sasa kwa sababu Mungu ametobea tumfuate kwa ujasiri basi tu mimi naweza nikaenda mbele za Mungu kwa namna yoyote. Hapana. Ni lazima nijue ni mfalme wa wafalme. Ni lazima nijue heshima yake, ukuu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima niwe na hii reverence ya kwake kuwa okay, he is the king of kings. Yeye ni mfalme wa wafalme. Amen. Sawa hapo. Mimi pia napata swali mwalimu, na inawezekana pia ili swali anayetusikiliza akawa nalo. Ndio. Kwamba nimeelewa. Lakini sasa katikati ya kuelewa sasa ndo napambana nitoe hii hofu. Lakini pia nikianza kusoma Biblia nasinzia. Nikianza kusoma Biblia napata distraction. Nikianza kusoma Biblia ni kama vile adui pia ananifuata nisisome Biblia, maana kama hofu ni kitu chake, manake hata kubali kwa urahisi kwamba nikiachie ataendelea kutaka kuniingizia. Nikiwa naendelea kusoma Biblia nafanyaje kuendelea kungangania ili hizi distraction nyingine anazozileta niweze kuziovercome? Amen. Ili ni swali zuri sana. Kwa maana sasa imekuwa ni changamoto. Changamoto kubwa ya Wakristo si kuomba. Wakristo tunaomba sana. Amen. Mtu ataomba asubuhi, ataomba mchana, ataomba jioni, ataomba kabla ya kula. Kwa hiyo sio kuomba. Changamoto ya Wakristo sio kutoa sadaka. Sadaka watu wanatoa. Watatoa ibadani na kuna watu ambao ni waaminifu kabisa watatoa na mafungu ya 10. Ila changamoto ni kwenye kusoma neno. Yes. Kwenye kusoma neno hapo ndo kumekuwa na changamoto kwa sababu adui anajua hawa watu laitu akisoma ili neno wakijua huu ukweli ambao ukweli utakuwa ni nuru kwao, hawa watu watafunguka, hawa watu sintawaweza tena. Kwa hiyo anajaribu sana wakati mtu anaanza kusoma kupigwa na roho za usingizi, wakati mtu anaanza kusoma ajisikie tu vivu, uzembe, asome tu labda mistari labda mlango mmoja tu, akishamaliza kusoma aone kwa imetosha. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni changamoto kubwa. Sasa ili tuweze kuiaddress ni lazima uweke mpango. Lazima uanze kwanza kuweka mpango na mkakati. Kuwa mimi ni lazima nitasoma Biblia. Nitaanzaje kusoma Biblia? Nitaanza kusoma Biblia kabla sijaomba. Nitasimama nitasoma Biblia yangu wakati ninatembea. Kwa hiyo wakati natembea nitaanza kwa kusoma Biblia. Sasa hivi tuna smartphone. Hii smartphone yako unaweza ukadownload application labda kama ChatGPT, Easy AI. Ukiandika tu mistari labda 20 ya Biblia kuhusu hofu, inakuandikia yote. Kwa hiyo kabla hujaomba unaanza tu kwa kusoma ile mistari, inakuandikia mistari yote. Kwa Biblia inasema kwenye Joshua ngapi usiogope, kwenye Kumbukumbu usiogope, hapa usiogope. Unaisoma ile mistari kwa urahisi na inakuwa imekuwekea, inakuwa imekurahisishia. Kwa maana kwenye Biblia inakuwa na story kubwa zaidi. Lakini unaweza ukaandika tu ile mistari yenyewe. Yaani unalenga tu ile sehemu. Kwa nimekusudia kusoma juu ya hofu na nitasoma hii mistari 20 kuhusu hofu. Yaani nitatembea nayo tu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweka mikakati kama hiyo na unahakikisha wakati unaomba
kila prayer point ambao unakuwa nayo unakuwa na mstari wa Biblia. Hii itakusaidia. Kumbuka Mungu yuko ili kutenda neno lake na sio kutenda mawazo yako au maombi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anaangalia neno lake alitimize. Kwa hiyo ni lazima tuweke mikakati mizuri ya kusoma Biblia pamoja na kutumia hizi application ambazo tumepewa na hizi fursa ambazo tumepewa kama hizi AI ili tuweze kurahisisha. Kwa maana mimi mwenyewe napenda wakati nasoma Biblia niende on point. Leo nasoma kuhusu uponyaji. Nitasoma mistari hata 100 kuhusu uponyaji, naisoma nairudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Bana, tumeelewa. Yes. Kulingana na time inabidi tuondoke. Mwalimu, tukushukuru. Asante sana. Lakini pia kwa kuhitimisha hapo basi, unalipi la kumwambia msikilizaji wakati sisi tukija kwa ajili ya kuhitimisha tutampa ratiba kamili lini na lini anampata Mwalimu Carlson hapa ndani ya 101.1 Zion Impact FM. Amen. Kitu ambacho naweza nikakwambia ni kwamba wakati unajipanga na unataka ukafungua hiyo biashara, changamoto si ya kile ambayo inaendeshaga biashara. Labda umefungua biashara nyingine ukazifunga au zikafeli. Changamoto ni hofu. Kwa hiyo hakikisha kwanza una deal na hii tatizo. Kwa sababu umeshalijua, anza kulifanyia kazi. Hakikisha unasoma Biblia vya kutosha. Hakikisha umeweka mikakati ya kupambana na hofu. Kujua kila wakati Mungu yuko pamoja nawe. Na ujasiri ni lazima utengeneze, ujenge. Kwa hiyo kwa sababu tu umesikia hiki kipindi haimaanishi kuwa unaweza ukatoka hapa ukafanikiwa. Hapana, ni lazima ujenge ujasiri wako. Ni lazima sasa hivi uchukue hatua za maksudi za kujenga huo ujasiri kwa kusoma neno la Mungu. Basi ubarikiwe sana na naamini tutaendelea kuwa pamoja. Amen, amen. Sisi pia tukushukuru sana Mwalimu Carlson Mbise, na msikilizaji ambaye umebarikiwa na kipindi hiki. Mwalimu hapa ndani ya Open Heaven tunakuwa naye Jumatatu kama leo tumekuwa naye, lakini pia Jumatano tutakuwa naye, bila kusahau siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili kitakuwa ni kipindi maalum cha mafundisho kutoka kwake, ambapo itakuwa ni 2:30 mpaka 3:15 usiku.